Sasa si ndio maana akaondoka. Sasa kwanza sikiliza, hebu sikiliza kaa vizuri hapa nikuelekeze kitu. Kaa vizuri. Nisikilize mwanangu, sawa? Unajua kwanza wewe ni mzuri, mwanangu mzuri. Sawa? Mama yako cha kwanza hakupendi. Nani anipendi? Mama yako hakupendi. Kama angekuwa anakupenda sasa hivi angekuwa hapa. Wewe ndio unipendi kwa sababu wewe unafungaga mlango nikitoka shule. Sasa tusifike huko, nisikilize basi. Wewe kama mama yako angekuwa, wewe angalia wenzako kama unavyosema, wana mama zao na baba zao. Sasa wewe mama yako huko aliko afikii kama na mtoto? Si angekuwa hapa sasa hivi angekuwa anakulea. Mimi nakupenda ndio maana niko na wewe hapa. Asa unanipenda jakati naacha mlango umefunga kabisa na kufuli na jaka mtoto kaenda shule atarudi. Au nadhani mtoto atakufa huko. Sasa mwanangu usifikie huko. Mimi hapa siku yani huwa nafunga mara moja tu kwa sababu najua nawahi kurudi. Ile kitokee emergency nachelewa. Sasa tukiacha mlango wazi wazi wakiingia wakituibia. Maisha yetu kama unavyoona ya unafunga ndio unaniambia hivi unaweka chini ufunguo chini ananiliu chini ya dekio naweka afu unaniambia haya basi mwanangu sawa mimi nitakuwa nafanya hivyo ila mama yako ndio kama nilivyokuelekeza alikuwa mkorofi akaondoka akakuacha kwa hiyo sasa hivi ndio tuko na mimi hapa mimi ndio baba yako naye kupenda tena mama yako tena mama yako huenda labda ana mawazo mabaya anaweza kufundisha tabia mbaya. Sasa hivi hapa mimi na wewe tuko hapa tunaishi kisela. Kwa hiyo wewe vumilia haya maisha tulionayo. Muulize swali moja tu ndo nitalizika. Swali gani? Niulize hata mimi babako niko hapa nitakujibu. Mimi nataka nimuulize mama yeye mwenyewe. Sawa. Mimi nitaenda kumuita mamako, nitaenda kumfuata mamako. Acha tukamfuate. Sio twende tukamfuate, mimi nitamfuata kule mbali mwanangu nisikilize basi, sawa? Twende, nataka nikamuulize huko swali. Binti yangu amekuwa na tatizo la kujikuna sehemu za siri. Sehemu za siri? Yuko wapi? Yuko ndani. Sawa. Jirani, nimemchunguza mwanao, nimebaini ana fangasi sehemu za siri. Fangasi? Ndio. Na ugonjwa huu unasababishwa na uchafu. Je, ni nani ambaye huwa anamsafisha mwanao? Yule siku moja huwa namuogesha mwenyewe. Lakini kuna sehemu zingine ambazo akasimsafishi. Kwa umri huu haipasi wewe kumsafisha. Na kuoga mwenyewe haipaswi pia, hawezi kujisafisha vizuri. Anahitaji mama ili awe anamsafisha. Na pia kuna usafi wa nguo za ndani ambao zinahitaji zifuliwe vizuri, zianikwe vizuri, zikauke. Maana akizivaa zikiwa na unyevu zinamsababishia vile vile fangasi. Sasa sijui jirani tufanyaje? Sawa jirani. Ninashukuru kwa hilo.
Acha. Vipi baba? Utakufa, nikwambia umtafute mamangu hutaki. Utakufa wewe. Ndio. Jambo mwanangu. Jambo, shikamoo baba. Marahaba mtoto wa Somba. Vipi? Poa. Naona kuna mwalimu wako. Ndio mwalimu, habari za kwako? Salama za hapo. Karibu sana. Asante bwana Somba. Vipi, kuna tatizo labda kubwa? Tunatakiwa tupate nafasi tukae kwa utulivu tuzungumze kidogo. Sawa mwalimu. Ni kwa ajili ya maendeleo yake lakini. Yeah. Sasa mama yake yuko wapi kwanza? Mama yake ametoka kidogo. Aha. Basi haina shida. Sawa mwalimu, ila samani lakini kama nitakuwa nimekukwaza, naomba unipe muda kidogo, kwa sababu hapa sasa hivi kuna mboga nimeagizwa. Kuna mama moja kaniagiza, kwa hiyo nataka nimkimbizie. Haya mwanangu, haya. Unaona? Kwa hiyo tufanye hivyo. Basi haina shida. Mimi nitakuja kesho baada ya kutoka kazini. Sawa. Karibu sana kaka. Haya, asante. Karibu sana. Bwana, kama nilivyokuambia, nilijaribu kuzungumza na binti yako mambo kadha wa kadha kuhusiana na swala la maisha yake na maendeleo yake kwa ujumla. Alinieleza. Sasa hivi nani huwa anamuandaa pindi anapokwenda shule? Janet, nikiwepo asubuhi huwa namuandaa mimi mwenyewe, lakini kuna wakati huwa nawahi kuondoka kwenda kwenye mizunguko yangu ya hapa na pale. Huwa anajiandaa mwenyewe, anakuja shuleni. Sawa. Sasa huyu binti alikuwa na maendeleo mazuri sana darasani, lakini kwa sasa ameanza kubadilika. Amekuwa akishuka, uwezo wake ukishuka kabisa. Na hii inatokana na sababu za mazingira anayoishi. Muda mwingi ukimuona darasani anakuwa ni wa kusinzia tu, anakuwa mnyonge. Ukimuuliza anasema ana njaa. Kwani humpati chakula? Chakula anakula, ila isipokuwa tu labda tuseme kuwa hali muda mwafaka. Maana kuna baadhi ya siku huwa anatoka nachelewa kurudi. Kwa hiyo huwa namkuta amekuja, amelala, ndipo naanza kumwandalia mambo ya chakula cha mchana. Lakini kwa usiku anakula tu vizuri. Mama yake yuko wapi? Mama yake tulitofautiana kidogo kauli. Ndipo alipoamua kutimuka kwenda nyumbani kwao. Kwa hiyo kwa sasa hivi hayupo hapa. Hapo ndipo kwenye tatizo. Unajua kuna watoto wengi sana ambao wanapoteza ndoto zao kwa sababu ya utengano wa wazazi. Na hizi changamoto tumekuwa tukizipokea sana. Kesi kama hizi tunazo nyingi sana pale shuleni. Watoto wengi utasikia huyu analelewa na baba peke yake, huyu analelewa na mama peke yake. Tuachane na hayo. Hebu jaribu kuangalia namna ya kumsaidia Janet. Kwani kuna jambo kubwa zaidi lililotokea baina yako wewe na mke wako? Ugomvi uliojitokeza
imekuwa vigumu sana kwa upande wangu mimi na yeye kuwepo pamoja. Sio kwamba nafurahia maisha haya, hata mimi inaniuma, lakini nadhani itakuwa sio rahisi. Sasa fanya jambo moja, nenda kazungumze na mama yake, nenda kazungumze na mkeo kwa ajili ya maisha ya Janet. Mtoto anahitaji sana malezi ya baba na mama. Hekima ya mama yafaa sana kwa mtoto, lakini muda wa baba ni muhimu sana kwa mtoto. Mungu alikuwa na kusudi lake kuweka baba na mama. Jaribuni kuangalia namna ya kulitatua hili, miyamalize haya ili muweze kumlea mtoto. Nitajitahidi kufanya hivyo. Nitajaribu kwenda kumfuata. Somba, hakuna jambo gumu chini ya jua lisilosameheka wala lisiomalizika, ila ni utayari tu. Usione watu wamedumu mpaka kuzeeka ukazani wao ni malaika. Hapana, ni kuvumiliana tu. Tafadhali, mimi nakuomba kwa ajili ya Janet, kaongee na mke wako. Sawa. Basi nashukuru sana. Kubwa lilikuwa ni hilo. Sawa. Karibu sana. Asante sana. Haya kaka, karibu. Haya, asante. Haya. Haya.